Aha. Nafikiri nataka nizungumze na vijana wa Praise Team. Hawa ambao wanapiga drums, wanapiga solo guitar. Wale wadada wanaimba sauti nyororo, nzuri sana. Nataka nizungumzie mahusiano ya hawa watu ambao ni watu wa praise. Nakuta kijana amempenda binti pale pale, ameimba kisauti chembamba. Alafu kijana anapiga bass guitar. Mimi napenda bass guitar. Kwa hiyo binti anampenda kijana kwa sababu anapiga bass. Anapiga vizuri. Au kijana yuko pale kwa praise, kale kabinti kana shape. Naona kana umbo jembamba, zuri, umbo zuri lenye mvuto kabisa. Anaimba sauti. Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu Bwana. Nywele zimeshuka. Alafu anampenda. Sasa harusi inakuja kufungwa. Kinachonisikitisha, kabla ya harusi huwa wanaanza kuvurugana, wanafanya uzinzi wao pale, alafu wanakuja kuoana. Swali la msingi la kujiuliza, unaoa jita, unaoa sauti, unaoa mke? Yule mwanaume ambaye anapiga jita umemwelewa kwa sababu anapiga jita. Je, kule ndani ya ndoa upigaji wa jita ndio utaongoza ile ndoa? Hayo ni maswali ya kimsingi sana. Sasa hakuna kitu kinachosikitisha kama unampenda mtu kwa sababu anaimba vizuri kanisani, ila hujaijua tabia yake. Ndoa haiongozwi na mtu anaimba vizuri kanisani. Ndoa haiongozwi na mtu anapiga drums. Ile ndoa, wapendwa, ni taasisi pale. Pale pana gharama. Wachungaji wanafanyaga kazi yao, yaani tunafanya kazi ya mwisho pale. Kitakacho watenganisha ni kifo. Tunakupa cheti kabla hujaingia kwenye ndoa. Yaani hizo siku za kwenda kukaa kwenye ndoa, hizo ni za kwako. Kwa hiyo mimi niombe tu vijana muwe makini kwenye uchaguzi. Muhakikishe Roho Mtakatifu anawaongoza ili mtupunguzie kazi za mashtaka ya mambo ya ndoa. Ndipo sasa unakuta watu wengi wanasalitiana. Nilitanguliza kusema kwamba usimpende mtu kwa sababu amevaa tai. Jua alichobeba, je, ni ubavu wako? Tufuatane kwenye kipindi kijacho. Asante.